asilimia kubwa nisababishana na vijana. Bwana sio. Hebu sisi kama vijana tukaishi tufikiri ni kwa nini au ni jinsi gani adui anapata nafasi kwenye maisha yetu kutawala. Bwana sio. Kama vijana tunataka tuishi kama nini? Vipepeo. Wanasema kwamba vijana ni maua, kwamba tunapopita popote tunachanua tunang'aa, si ndio? Lakini mimi nasema hivi, ishi kama kipepeo. Ukiishi kama maua, mtu yote anaweza akapita akakupenda akakuchuma akakutumia. Si mnaelewa? Kwamba ukiishi kama kipepeo, mtu anaishi tu kukuona kwa mbali, kipepeo unang'aa, unapendeza. Vijana tunaelewana kabisa. Usiishi kwa kujiachia. Usiwe mtu anayeongozwa na hisia. Bwana Yesu, penda kuzama rohoni. Haleluya. Pia kwenye masuala ya kuchagua, sio ndio mnaita mchumba, boyfriend na girlfriend, usikurupuke. Bwana Yesu, nasema hivi ndio maisha kitu kimoja, kwamba hii sema ambayo unaweza kaingia kwenye maisha ya ndoa, si umempenda tu, I feel like nampenda, si ndio? I feel like nampenda. Lakini ukaingia kwenye maisha ya ndoa ukaona ndoa ni janga, ni kusi mdogo. Yaani sio siri. Kwa sababu si ukifili, si uliongozwa na hisia kwamba nahisi kama nampenda mtu fulani. Unampenda sawa, mpeleke mbele za Mungu, mwambie Mungu, huyu ni mtu sahihi. Kuna kitu kimoja ambacho vijana kisema wanaangalia. Vijana wa kiume unaangalia msichana mzuri mwenye kala fulani iliyotulia, mwenye shape skinny. Nikuulize swali, vijana wa kiume naulize swali. Wewe mwanamke mbona mwangalia sikia na shape, sikia kwa nini? Ukiingia kwenye ndoa, hiyo shape yake itaweza kulelea mtoto kwenye madini mazuri. Wewe sisi baada ya kujadiliana vijana kiume kujadiliana wanasikia mwanaume ambaye ni handsome bana, mwanaume ambaye anapiga fulani ni sawa. Mtoto atakayekuja kuzaliwa, huyo baba watasomeshwa na handsome wake? Watasomeshwa na hizo piga zake, watasomeshwa hizo piga zake? Mwingine anavaa kweli, lakini sio kwamba ana hela. Wengine wasio kubeti wanabeti. Wanasikia fanyaje sasa? Kitu cha kwanza, piga goti Mungu. Umda, yani sengeleo kwa mwana, sengeleo kwa mtu, sengeleo kwa chua una kazi. Mwambie baba, naomba unipe yule sio baba kupende yupo. Sawa, vijana yupo. Yaani kuna ile mtu ambaye special mkalisha kuingia kwa ajili yako. Lakini sasa unaonekana mseno, unateseka, unaumizwa. Mwambie Mungu, yule future husband, yule future wife, yule naomba unilindie. Bwana Yesu, kwamba siku utakapokutana naye utateseka, kile kitu kitakuwa okay. Sawa, mwambie Mungu nisaidie, na mimi sio yule tunamwombea, mwambie tutane wakati sahihi, mazingira sahihi, na muda sahihi kutoka kwako. Kitu cha pili, mwambie Mungu hata nikikutana naye kabisa kutoka kwako, si mtu sahihi mbele zako, atakuwa Mungu sahihi. Lakini baba, mimi ni mdada au binti, mimi ni mtaka au kijana, naomba nisaidie nikawe baba bora au wewe bora, nikawe mama bora au mke bora. Wanasikia? Unaweza kusema mama bora na mke bora, unasikia? Mke bora ni sahihi kwa mumewe, lakini kwa watoto anaweza kashinda kulea watoto. Lakini ikiwa mama bora ataweza kulea watoto. So ukiwa mke bora au kama mama bora, utakuwa bora kwa mumeo, utakuwa bora kwa watoto wako. Upande wa kaka, ombe hivyo. Upande wa binti, nipate mume bora, nipate hivyo, si ndio? Acha nikuangalia basi unaovaa ndege, si anapiga Jordan, si anafanya nini? Ana iPhone. Hivyo kote ni pipi zaidi nyenye kinapita. Sio unapoaela unachanganyikiwa inapita. Bwana sio. Yaani shuka mimi sijelisi kwamba kwa ajili ya fani. Mimi natamani siku moja nipate hii ndani ongea na vijana. Bwana sio. Lakini nilichotamani kwamba jishushe. Shuka, piga goti, sali. Lakini ukisema huyu anifai, ngoja nicheze nimwache. Ndugu yangu, unaambia upandacho ndicho utakachovuna. Sio unacheza na binti zako. Unakutana
atusaidie. Kuangalia hapa. Amina, kama ni pesa zinapita, angalia serikali yetu inafanya kazi kwa kasi gani ya 5G, 4G au 2G. Na sisi mnanila, yani akili yake serikali yake inafanya kazi. Sio ni mtu ambaye